Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramiz Works inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramiz Works tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramiz Works inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramiz Works, huduma bora kwa bei nafuu. Right, asante sana mpenzi mtazamaji popote ulipo, tunakukaribisha tena kwenye meza hii ya magazeti ili tuweze kujijuza yale ambayo yamenakiliwa hapo jana. Pengine ilikuwa ni siku ya Madaraka, kwa hivyo leo tutaenda kuangazia kwa kina manake gazeti la kwangu hapa kidogo naona kuna mengi yameangaziwa kutokana na hafla iliyofanywa pale Kisumu hapo jana. Niite Edwin Mokaya, gazeti la kwangu hapa ni The Standard. Vile vile gazeti langu ni Taifa Leo, na kwa sababu jana kulikuwa na hafla hiyo ya Madaraka Day pale Kisumu, naona jumbe ama taarifa kwa kina hapa wanazungumzia kuhusu hafla hiyo zima. Hivyo nitakupeleka moja kwa moja hadi katika gazeti hili la Taifa Leo na ukurasa wa mbele ili niweze ama tuweze kujijuza ni yapi yale ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba chama cha pinga mpango wa kustaafisha wahudumu wa jiji kwa hiari. Huo ni ukurasa wa 3. Katika ukurasa wa 3 pia rais anasema kwamba tumieni hekima kwenye maamuzi yenu. Rais ambia mahakama. Ikumbuke kwamba hapo jana katika hafla hiyo ya Madaraka Day, wakati rais wa Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta alikuwa anahutubia wa Kenya, aliweza kuirai mahakama iweze kutumia hekima katika maamuzi yake dhidi ya ripoti ya kuleta watu pamoja ama maridhiano ya BBI. Huo ni ukurasa wa 3, tutaangazia hayo. Ukurasa wa 7 kama kawaida ni shindano la insha au mitihani. Katika ukurasa wa 2 wanasema kwamba Uhuru kipenzi cha Kisumu. Hapa ni pale ambapo wananchi walitokeza kwa wingi ili kuweza kumsalimia ama kumuona rais Uhuru Muigai wa Kenyatta hivi karibuni, ambaye amekuwa kipenzi wa watu kutoka mkoa wa Nyanza. Katika ukurasa wa 6 tutaangazia taarifa ambayo WHO yatangaza majina ya aina mpya za corona. Katika ukurasa wa 2 pia kuna mtoto ambaye alitekwa nyara, tunataka kama Chantel Nzembi ambaye alitekwa nyara, mwenye umri wa miaka 6, ambaye alikuwa ametekwa nyara na watu ambao walikuwa wanadai kupewa shilingi 1300, na watu hao ama watekaji nyara hao waliweza kumpigia mamake zaidi ya simu 70 ili kuweza kumuomba pesa hizo, kisha baadaye waliweza kumuua mtoto huyo. Tutaangazia hayo katika gazeti hili la Taifa Leo. La kwangu ni Fidel Omoshon. Naam, shukrani sana mtangazaji mwenza. Kurasa wa kwanza gazeti la kwangu hapa The Standard ndo hayo yamenakiliwa hapa. Tuna hapa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai akosoa mahakama na kusema kwamba ni kama hawakutaka marekebisho kufanywa na vile vile kutoa ile imani ya Wakenya ama mamilioni ya Wakenya. Hiyo ndio mada kuu ya gazeti hili la The Standard. Vile vile pale Kisumu kurasa wa 3 hapo tunaenda kuangazia jinsi uongozi ulionyeshwa pale na nguvu zaidi ziliweza kuonyeshwa pale Kisumu hapo jana katika kuadhimisha siku kuu ya Madaraka. Vile vile kulikuwa na Sisulu ambaye ni waziri wa South Africa alisema kuwa Kenya vile vile iweze kutambua kina mama ambao waliweza kupigania uhuru wa nchi ya Kenya.
Vile vile hapo jana kulikuwa na umoja ulioonyeshwa pale Kisumu, kulikuwa na utulivu ambao sasa tunasema kidogo Uhuru na Raila wameonyesha kwa umbali kidogo hawajafanana wazazi wao ambao kidogo walikuwa wanazozana. Sasa hivi wameshaleta ule umoja jinsi inastahili. Ni hayo tu kwenye ukurasa huo wa 8. Vile vile ukurasa wa 7 ni hayo tu ambao yalitokea pale Kondele wakati motorcade ya Uhuru Muigai Kenyatta ilikuwa ikipita kuelekea Jomo Kenyatta. Ilibidi maaskari kutumia vitu vya kutoa machozi ili kuwatawanya wale ambao walikuwa wamemzuia kiongozi wa nchi kupita pengine ili aweze kuwasalimu, manake kulikuwa na vivijo, kulikuwa na nderemo, watu walikuwa na furahia zaidi. Kwa hivyo ilibidi kwamba askari waweze kujitoa. Vile vile naibu wa rais William Samoei Ruto kwa upande wake wakati alikuwa anapita hayo yaliweza kuonekana, ingawaje polisi hawakuweza kuwatawanya. Yeye aliweza kutokezea juu ya gari na kuwevu kwa watu, ingawaje Uhuru vile vile alifanya hivyo. Ni kama wakazi wa eneo hilo walikuwa wanataka kwamba magari yaweze kusimama aweze kuzungumza nao, lakini haikuwezekana. Hayo tu kwenye ukurasa huo wa 7. Ukurasa wa 6 ndio tunaangazia Gideon Moi ambaye pia ni seneta wa Baringo. Aliweza kumtembelea Raila Amolo Odinga saa chache tu baada ama kabla ya hafla ya Madaraka Day. Yale waliweza kuzungumza hayajabainika hadi sasa hivi, kwa sababu baada ya kikao hicho ambacho Raila na bibie ambaye ni Ida Odinga waliweza kumpokea vyema zaidi, baada ya hapo hawakuweza kuzungumza na mwanahabari yeyote. Pengine ukweli wa kikao hicho haujajulikana. Tutaenda kuangazia hayo kwa kina kwenye ukurasa wa 6. Katika ukurasa huu wa pili, gazeti la Taifa Leo anasema kwamba rais apewa mapokezi ya kishujaa katika eneo ambalo ni kitofu cha furugu za kisiasa. Hawa wanazungumzia kuhusu kaunti ya Kisumu, pale ambapo rais alikuwa amejitoza ili kuweza kuendesha ama kuwaendesha wengine wa Kenya wote milioni 47 katika hafla hiyo ya Madaraka Day. Wanasema kwamba Kisumu ngome ya uhuru. Kumbuka kwamba jana ilikuwa ni siku kuu ya kuadhimisha madaraka kwa miaka 58. Wanasema kwamba baadhi ya wananchi katika eneo hilo la Kisumu waliweza kujitoza pale saa 4 asubuhi, walikuwa washafika pale, lakini hawakuruhusiwa kuingia ndani kwa sababu ya COVID-19. Licha ya kuwepo kwa tishio la aina mpya ya virusi, Wakenya waliweza kujitoza nje ya uwanja huo ili kuweza kutizama moja kwa moja yale ambayo yalikuwa yanajiri katika uwanja huo. Miongoni mwa wageni ambao walikuwa wamehudhuria hafla hiyo za sherehe jana ilikuwa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ambaye alikuwa mgeni rasmi, naibu rais William Samoei Ruto, rais Uhuru Muigai Kenyatta, kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, kulikuwa na jaji mkuu Martha Koome, maspika Kenneth Lusaka na Justin Muturi, na pia kiongozi wa NC Musalia Mudavadi na kiongozi wa chama cha Wiper pia Kalonzo Musyoka alikuwa pale. Hao ni baadhi ya viongozi ambao walikuwa wamehudhuria hafla hiyo ya jana. Kuna wale watumbuizaji ambao walikuwa pale, walikuwa na Wangla, walikuwa na Benga na muziki wa aina yote walikuwa pale ili kuweza kunadhimisha hafla hiyo kuu ya Madaraka Day. Kumbuka kwamba wakati ambapo rais alipewa jukumu la unajua kuna ile itifaki, kuna ile mpangilio ambao unafaa kufuatwa. Nasema kwamba kidogo Uhuru hakufuata. Sasa kwamba kwa amefuata ule mpangilio, aliweza kumwarika Raila Odinga vile haifai.
lakini aliweza kuomba msamaha. Lakini wajua jambo hilo limeleta mjadala sana na kivyangu kwa upande wangu sijaona jambo lolote baya ambalo rais alifanya. Manake Raila alikuwa amesaulika katika kitengo chake. Kwa hivyo naibu wa rais alimkaribisha kiongozi. Wanasema hapa kwamba Uhuru asisimua umati huku akimwalika Raila kuhutubu baada ya naibu rais. Najua kuna ule mpango ambao unafuata, kuna itifaki ambao huwa inafuatwa. Kama anasema kwamba Raila alikuwa ongee, ndio deputy president aongee, ndio rais aongee. So anasema kwamba Raila Uhuru hakuifuata ile itifaki na kumwalika kinara wa chama cha ODM Raila Odinga baada ya naibu rais William Ruto kutoa hotuba yake wakati wa sherehe za madaraka zilizofanyika jijini Kisumu hapo jana. Jua haifai. Naam, haifai. Haifai, lakini ujue Raila angekosa kuongea kuzungumza. Na mtandaoni niliangalia wangu walikuwa nasema kidogo Raila amempa nafasi kubwa. Kuna Uhuru amempa Raila. Lakini kwa upande wangu unaona kidogo alikuwa amesaulika kisha akasema acha nivunje protocol kidogo nimwalike. Unaona mimi sijaona ubaya wote maana hata yeye mwenyewe aliomba msamaha. Ni ile tu lazima Raila angezungumza. Naam. Anasema kwamba wakati wa Rais Kenyatta alisimama kuhutubu, alimuita bwana Odinga kusema machache huku akiomba radhi kwa kukiuka utaratibu wa itifaki. Aliomba radhi na akasema kwamba mdhaniwia radhi kwa kufunja utaratibu leo ili nimwalike ndugu yangu Raila Odinga Jakoma. Anasema kwamba aliweza kufunja ile itifaki. Huu ni ukurasa wa pili. Taarifa ni ya 3. Kuna wale ambao kuna watekaji nyara ambao walimteka mtoto Chantel Nzembi nyara na wakampigia mamake simu zaidi ya 70. Hapo ni katika mtaa wa Kitengela pale Masaku ama Kajiado. Walimpigia wakimwambia kwamba aweze kuwapea shilingi 1300. Walimpigia simu zaidi ya 70. Huyu mtoto ana miaka 8, anaitwa kama Chantel Nzembi na inajulikana kwamba hao watu ambao walikuwa wanamteka nyara bado wanaendelea kuchunguzwa. Inasemekana kwamba huyu mama, kuna huyu mwenye alikuwa anamshika huyu mtoto mwenye alimteka nyara, mtoto alikuwa mama. Alikuja kwa boma la hawa watoto Chantel, walikuwa wanacheza kwa pamoja. Akaja kuuliza kama kuna chumba ambacho bado kipo vacant. Sasa watoto akamwambia ingia uangalie. Huyu mama akashika huyu mtoto Chantel, akaenda na yeye ni kama wanajuana. Akamshika mkono akaenda wakaangalia kisha wakatoweka. Sasa kisha baadaye kama masaa 20-10 hivi wakapigia mama yake simu. Huku wakiwa wamehitilafiana na sauti. Namba ya simu ilikuwa unknown. Akimwomba kwamba wamteka mtoto wake nyara aweze kuwatumia shilingi 1300. Kisha baadaye mama akawa na pesa. Waliweza kumua yule mtoto. Wanunua yule mtoto na DC wanasema kwamba wanaendelea kuchunguza kisa hicho. Huu ni ukurasa wa pili. Ukurasa wanasema kwamba rais ashauri mahakama itumie hekima. Jana wakati rais alikuwa anahutubu, kumbe kwamba wale ambao walikuwa wamehudhuria hafla hiyo ni kwemo sherehe ya Madaraka Day, walikuwa Martha Koome, Rais Kenyatta na wengine wengi. Aliweza kurai mahakama iweze kutumia hekima katika maamuzi yake dhidi ya ripoti ya BBI. Katika ukurasa huu wa 3 wanasema kwamba kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi mdogo wa Matungu kwanza Julai 27 mwezi huu, next month tarehe 27 ndio kesi ambayo chama cha ODM kilipeleka kotini itasikizwa. Mpango wa kustaafisha kwa hiari waliotumika miaka 50 wa bingwa hapo ni katika kaunti ya Nairobi. Hayo tu ndio yapo katika ukurasa wa 2 na 3 gazeti la Taifa. Ukurasa wa pili hapa moja kwa moja tunajua kawaida ni historia na tujuavyo hapo jana kama ilikuwa siku ya madaraka, kwa hivyo lazima tungeangazia kidogo miaka nyuma pale kuanzia June tarehe mosi mwaka 1963 ambapo Jomo Kenyatta aliweza kutawazwa na kupewa ofisi yake kama waziri mkuu kama waziri mkuu. Ndio hiyo tunaangalia habari hiyo, jinsi watu walivyopigana kuwania kutaka kwamba Kenya ipate uhuru na iweze kufunguliwa kutoka ile minyororo ya wakoloni. Kwa hivyo ni historia nzuri zaidi. Hapa wanaangazia
hotuba ya mwanzilishi baba wa taifa ambaye alikuwa Jomo Kenyatta, akisema kwamba kusikwe na ukabila, vile vile ubaguzi wa rangi, ili Kenya iwe Kenya, ili Kenya iwe nchi. Kwa hivyo hiyo ni baadhi ya zile jumbe ambazo hapo jana tangu juzi zimekuwa zikitamba zaidi, ili watu kujikumbusha mahali tu wametoka na pengine waweze kuangalia mahali wanaelekea. Kutokana na The Standard hapo uchunguzi wao wanasema kwamba kuanzia mwaka wa 1952 hadi mwaka wa 1957 huu ni wakati wa Mau Mau Rebellion. Hapa ndo zaidi ya Waafrika 14,000 pamoja na Asians 95. Vile vile kulikuwa na wazungu ambao waliweza kuaga dunia kutokana na vita hivi, ili Kenya iweze kujishindia uhuru. Kwa hivyo ni historia nzuri zaidi. Kwenye ukurasa huu wa pili waweza pata gazeti lako ili uweze kujisomea kwa kina. Ukurasa wa 3 hapa ndo tunaangazia jinsi hali ilivyokuwa hapo Kisumu. Mwenzangu ashazungumzia kwenye gazeti la Taifa Leo, na hapa nitaangalia machache kwenye gazeti la kwangu hapa The Standard. Kwa hivyo tunaangazia hapa kuna wengi ambao walifika pale. Kulikuwa na viongozi tajika ambao waliweza kufika pale Kisumu. Kulikuwa na askari wengi zaidi ambao walikuwa wanaimarisha usalama. Vile vile mambo yalikuwa shwari tu. Wenye walikuwa pale ni kama Lady Margaret, kulikuwa na ule Angeline Ndayubaha wa South Africa, kulikuwa na Lindiwe Sisulu ambaye ni Lindiwe Sisulu pia alikuwa pale. Kwa hivyo wengi walikuwa pale, na vile vile kuna yale masharti ambayo yaliweka ili kuzuia maambukizi ugonjwa wa corona, kwamba kunakuwa na 1 meter distance, lakini kidogo haikuwezekana. Mwanzo hafla ikianza hayo yalikuwa yanafuata tu. Ukiangalia viti jinsi vilivyokuwa vimepangwa, kweli inaonyesha kwamba hayo masharti yalikuwa yafuatwe. Mbali na mfawidhi wa ibada hiyo ama wa hafla hiyo akiwaambia watu kwamba waweze kufuata ile protocol, lakini haikufuatwa kabisa. Maana ilifika saa 4 pale ikakuwa ni vigumu zaidi. Kuna wale ambao waliingia bila kuvaa barakoa, lakini yote 9 kwamba ibada ama hafla hiyo ilikuwa successful. Vile vile kwenye ibada hiyo ukurasa huo tu tunaangazia muziki ambao uliweza kuchezwa, muziki wa Kiafrika kama Ohangla, Benga Beats. Ulikuwa ni muziki nzuri zaidi. Vile vile First Lady Margaret Kenyatta pamoja na ule wa Burundi ambaye ni Angeline Ndayubaha waliweza kutembelea pale Kisumu Impala Sanctuary for the Luo Cultural Experience ambayo inaitwa Chiro. Kwa hivyo ilikuwa ni mambo ya kufurahisha kweli kweli. Vile vile hapa ndo tunaangazia jinsi mambo yalivyokuwa pale Kondele. Mbali na matarajio ya wengi walikuwa wanajua kwamba pengine pale Kondele, unajua imejulikana kwa historia, imekuwa ni mahali ambapo pengine mawe urushwa, umekuwa na vurugu pale. Lakini hapo jana hayo hayakuweza kuonekana. Rais alipokuwa akipita ili kuelekea kwenye hafla hiyo, wengi waliweza kumzuia. Kuna wakazi wa eneo la Kondele waliweza kumzuia ili waweze pengine atokelezee awasalimie, lakini haikuwezekana. Ingawaje rais aliweza kutokea huku juu kwenye gari lake katika ulinzi mkali, aliweza kuwavia wakazi wa eneo hilo. Ingawaje hawakutosheka, mbali na hivyo ilibidi wanapolisi kutumia vitu vya kutoa machozi ili kuwatawanya kutoka barabarani, ndiposa kiongozi ama rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta aweze kupita. Na hayo yalifanyika vile vile wakati naibu wa rais William Ruto alipopita, vile vile yule wa Burundi. Ni hayo tu kwenye ukurasa wa 2 pamoja na 3. Wale wananchi walikuwa wanataka rais aweze kuwazungumzia. Naam. Na nasikianga ama vile mimi najua kwamba kama rais ashautupa mahali fulani, kama ilikuwa hafla ya taifa, hafai tena kuhutubia watu wengine nje. Nasikia kwamba akishatoka pale tu, mbona iko hivyo? Nasikianga ni hivyo tu. Sijui kama hiyo ni nafaa kubata. Nasikia kwamba kama rais ama naibu rais wamekuwa katika hafla ya taifa, iwe mashujaa, iwe Madaraka Day, kama ashamalizana na hotuba ya pale, hawezi tena toka nje tena aanze kuhutubia wananchi wengine pale. Haifai hata kidogo.
Naibu rais alikuwa anahutubia watu ama aliwa wave tu? Aliwave ni kuwave. Haivai, ndio maana hawakuongea. Nadhani ndio maana hawakuongea. Katika ukurasa huu wanasema kama natamani kujua sana mbona. Sijui nipate nani aniambie mbona hafai kuhutubia watu baada ya hafla kama hiyo. Najua inafaa tumsikize ile hotuba ambayo alikuwa anapeana pale. Anaweza tena ongea mambo mengine ya itilafiane na ile hotuba ambayo alikuwa amepeana. Unajua siasa tu. Siasa unaweza ongea huko tena kutoka nje ongea kitu kingine tofauti, iharibu ile yote ambayo anapeana pale. Si kila kiongozi ako na advisors wake, speech yake inatayarishwa vizuri. Pengine anaweza tayarishiwa speech yenye anaenda kuzungumza pale nje pengine. Sidhani. Ile ilikuwa hafla ya kitaifa na kama unahutubia wananchi wote kwa ujumla. Huwezi kuwa unahutubia wengine pale tena wengine wakungoje nje, haifai hata kidogo. Ukurasa wanasema kwamba ni habari za county. Pale ambapo wanasema kwamba NC kuadhibu madiwani waliowatimua mawaziri 4 kutoka kaunti ya Vihiga. Inajulikana kwamba mwenyekiti wa kitaifa wa NC Kelvin Lunani amewaamuru madiwani wa chama hicho kuweza kuleta mchakato ili kuweza kuadhibu wale wenzao ambao waliwaadhibu ama kuwatimua mawaziri 4 kutoka bunge hilo la Vihiga. Huo ni ukurasa wa 4 habari ya kwanza. Kuna huzuni pacha wakifa baharini. Hapo ni katika kaunti ya Kwale. Wakati ambapo pacha hawa wawili walikuwa wanaogelea kisha baadaye maji kaanza kuwazidi nguvu na wakaanza kuiaga dunia. Miili ya wawili hao wanaitwa kama Kennedy Gishui na Solomon Masharia wenye umri wa miaka 18. Wote wawili kwa sababu ni mapacha ilipatikana jana asubuhi wakiwa wameshikana mikono ndani ya mto huo wa Gazi Kwale. Babake alisema kwamba wawili hawa waliweza kufanya mtihani walikamilisha kidato cha 4 na mmoja akapata alama ya C+ na mwingine akapata alama ya C plain. Na walikuwa na matumai kwamba walikuwa wanajiunga na vyuo vikuu ili kuweza kuendelesha masomo yao. Katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba shirika lataka umri wa chini kufuta sigara uwe miaka 21. Najua pombe wanasema kwamba ni mtu ambaye kuna umri wa miaka 18 asiwe anatumia, lakini siku hizi pombe ni kama ni kawaida tu. Ile maagizo nadhani kama linafanya kazi. Ni kuandika tu. Kwa sababu unaona pale katika club unaweza pata mtoto wa miaka 12 lakini haifai. Sijui ni nani yule anafaa kujukumiwa, nani yule anafaa kuulizwa? Mwenye klabu manake haistahili. Kama ni klabu, kama kuna klabu pale wajua lazima uweke ile tuseme masharti. Alafu kuna wale mabouncers nini lazima uangalie huyu kidogo kikushuku ni mchache. Nitumie jina mchache. Na wanakuambia si hapa. Sasa kuna kuna shirika lililokuwa la serikali katika kaunti ya Murang'a linataka serikali ama ile utume ambao inasimamia vitu kama hizo iweze kupandisha umri huo kutoka 18 hadi 21 wa kufuta sigara. Kwa sigara tu wasema sigara tu kwa sababu vijana wengi wa umri wa chini wanaendelea kuteseka kwa sababu ya ufutaji wa sigara. Katika ukurasa huu wa 5 wanasema kwamba mbunge aitaka serikali ijenge shule zilizozama. Hapo ni katika kaunti ya Baringo. Katika kaunti ya Lamu wanasema kwamba wazee watishia kulaani mradi wa bandari ya Lamu. Hapo ni katika kaunti ya Lamu. Taita Taveta wanasema kwamba rubani mwanafunzi wafariki kwenye ajali ya ndege usiku. Taita Taveta. Najua sijui kama uendeshaji wa ndege kuna squad. Anasema kwamba sijui hilo. Kuna rubani wanafunzi ama mwanafunzi afariki kwenye ajali walikuwa wanajifunza. Kile ndege hiyo iliweza kuangusha. Katika kaunti ya Murang'a wanasema kwamba washukiwa wawili waliohepa seli washtakiwa upya na polisi. Katika kaunti ya Vihiga wanasema kwamba mzozo waibuka kati ya gavana na naibu wake na speaker. Hapo ni kaunti ya Vihiga huku wakizungumzia bajeti. Hayo tu ndio yameangazwa katika ukurasa wa 4 na 5. Asante sana. Ukurasa wa 4 hapa tunaangazia Uhuru, hotuba ambayo kiongozi wa nchi Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kutoa huku kinyosha kidole cha lawama
kwa mahakama akisema kwamba mahakama kidogo haikuweza kufanya vyema, manake iliweza kuvunja ama iliweza kutoa ile imani ambao watu walikuwa nayo ya kubadilisha ama kufanyia marekebisho katiba. Na vile vile kuna mahali alisema kwamba our constitution is not a yoke around our necks. Rather, it is a mighty sword that can break the chains that limit us. The moral foundations of justice demand that the judiciary bears the burden of choice and the consequences thereof. Kwa hivyo kwa upande wake anasema kwamba Building Bridges Initiative ni ile ilikuwa na lengo kuu la kujenga madaraja, vile vile kuleta inclusive politics, siasa za umoja, na vile vile iweze kuondoa kwamba unajua Kenya imeongozwa na kabila mbili, pengine kama kabila mengine vile vile yaweze kupata ile nafasi ya kuongoza. Hayo ni katika ukurasa huo wa 4. Ukurasa wa 5 na ukurasa wa 6. Ukurasa wa 6 hapa ndo tunaangazia Gideon Moi ambaye aliweza kumtembelea Raila pamoja na bibie Ida Odinga pale kwenye nyumba yao Riat Hills. Kaweza kukuwa na kikao muda mchache tu kisha wakatoka. Hapo kumbuka ndio kulikuwa na ule waziri wa Human Settlements, Water and Sanitation pale South Africa ambaye anaitwa Lindiwe Sisulu. Kwa hivyo kikao hicho kiliweza kufanyika, ngawaje after that wakati walimaliza hawakuweza kuzungumza na mwanahabari yeyote. Kwa hivyo ujumbe ama yale ambayo yaliweza kuzungumziwa kwenye kikao hicho hayajafichuliwa hadi sasa hivi. Ruto vile vile wakati alitoa hotuba yake aliweza kuzungumzia mambo na kuvunja ile minyororo ya ukabila, vile vile ili watu waweze kukuwa na umoja na kuendeleza uchumi wa Kenya. Vile vile aliweza kuzungumzia mahakama, akasema watu waheshimu sheria. Kwa ujumbe wake mfupi tu aliotoa takriban dakika 2-3. Vile vile kulikuwa na kinara wa ODM Raila Odinga ambaye rais aliweza kuvunja ile protocol ili kumkaribisha aweze kuzungumza baada ya naibu wake kumpa nafasi kuzungumza ili aweze kumwalika yule wa Burundi Evariste. Lakini tunaona kwamba katika hotuba yake Raila aliweza kusema kwamba kidogo Wakenya wameweza kuumia zaidi kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na kuomba serikali iweze kuleta mfumo ama mradi moja kama ule tu wa kazi mtaani, pengine waweze kuita kazi mashambani ili waweze kuokoa Wakenya wengi ambao sasa hivi wanaendelea kutabia. Manake anasema kwamba kuna wale wamepoteza kazi zao, kuna wale biashara zao zilirudi chini kabisa, na kwa hivyo mfumo ama mradi kama huu utasaidia kuinua jamii nyingi ambazo sasa hivi zinaendelea kulalama. Hayo ni katika ukurasa huo wa 6. Naam. Katika ukurasa huu wa 6 ni habari za Afrika na dunia, pale ambapo sasa WHO ama shirika lile ambalo linasimamia afya ulimwenguni limetoa majina mapya kurejelea virusi vya corona. Hayo yatolewa na Tedros Adhanom Ghebreyesus ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la afya duniani. Katika tukisonga mbele katika nchi ya China, wanasema sasa Uchina sasa yaanza kupembeleza raia wake ili waweze kuzaa angalau watoto 3. Unajua wamesema kwamba China sasa imelegeza sera yake kuhusu upangaji uzazi ili kuwaruhusu wanandoa kupata watoto 3. Hatua hiyo ni jaribio la kuongeza idadi ya watoto wachanga wanaozaliwa kufuatia matokeo ya shughuli ya kuhesabu watu yaliyoonyesha kuwa raia wa taifa hilo wanazeeka kwa kazi. Unajua virusi vya COVID-19 imeaffect sana Uchina. Wanasema kwamba sasa wameanza kuwarai na kuwahimiza wakazi ama wananchi wa China waweze at least kuzaa watoto 3. Zaidi
zaidi ya watoto 3. Naam. Sijui Marekani nayo najua kuna sheria ipo pale Marekani. Sijui sasa kama Uchina ishaanza, sijui kama Marekani itafuata. Katika ukurasa huu anasema kwamba Netanyahu, huyu ni waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, anasema kwamba huenda akapanduliwa mamlakani huku jaribio lake la mwisho akisheria la kuzima kundi linalompinga kufeli. Hapo ni katika nchi ya Israel. Katika nchi ya Uganda wanasema kwamba waziri ashambuliwa huku binti na dereva wake wakiuawa. Watu ambao hawakuwa wanajulikana waliweza kumshambulia waziri huyo ambaye anajulikana kama Katumba Wamala. Katumba Wamala amehudumu kama waziri kwa wakati mmoja wa usafiri katika nchi ya Uganda. Anasema kwamba jana washambulizi hao 4 waliokuwa wamepanda pikipiki waliripotiwa kuviatulia risasi gari lilokuwa limewabeba waziri huyo na binti yake mmoja, na kuweza kumuua binti yake pia na dereva wa gari hiyo katika nchini Uganda. Katika nchi ya Roma ama Italia wanasema kwamba Papa anarekebisha sheria za kanisa pale ambapo kiongozi wa kanisa Katoliki anaitwa kama Papa Francis jana alifanyia marekebisho makuu sheria ambazo zimeongoza kanisa hilo kwa miongo 4. Hayo tu ndio yameongezwa katika ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7. Kama kawaida ni jaribio la mitihani. Naam, ukurasa wa 7 panaangazia yale ambayo nishaangazia already pale, jinsi watu wa Kondele walivyo washabikia viongozi wetu wakiwa Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na wengi zaidi ambao waliweza kushabikiwa. Tuna kinara wa ODM Raila Odinga vile hapa kunradhi, naibu wa rais William Samoei Ruto vile aliweza kushabikiwa. Hayo yote yalifanyika, nishayazungumzia hayo. Vile ukurasa huo tuna Sisulu aomba serikali iweze kuwafahamu ama kuwatambua freedom fighters wa mama wale ama kina mama wale ambao waliweza kupigania uhuru wa nchi ya Kenya. Ukurasa wa 7 huo. Ukurasa wa 8 hapa ndo tunaangazia kwamba handshake ime by the way yale aliyotendeka pale Kisumu hapo jana sijui niseme aje ni ile ni tofauti zaidi na yale yalikuwa yakifanyika pale kitambo. Na ikumbukwe kuwa miaka ya 60 kulikuwa na uhasama baina ya makabila haya mawili. Kuna kabila la Wajaluo pamoja na kabila la Wakikuyu. Lilianza pale mwaka wa 1960. Na ikumbuke kwamba kuna wakati rais wa kwanza wa nchi ya Kenya Jomo Kenyatta aliweza kusafiri hadi Kisumu. Hii ilikuwa mwaka wa 1969, miezi 4 tu baada ya Tom Mboya kuuawa. Aliuawa kwa kufiatuliwa risasi. Kwa hivyo ilikuwa ni vita ambapo askari waliweza kuwafiatua wengi risasi, wengi wakakufa. Kwa hivyo hii ilikuwa inakumbuka kwamba tangia mwaka 1969 jinsi yao yalitokea, Jomo Kenyatta hakuwahi rudi tena pale maeneo ya Kisumu hadi kifo chake. Kwa hivyo imekuwa hivyo kwamba kumekuwa na huo uhasama, lakini handshake kwamba ni kama imeleta mambo vyema zaidi, imeweza kusuluhisha ule uhasama ambao pengine ulikuwa una exist between these two tribes. Hayo yalionyeshwa hapo jana, jinsi rais aliweza kupokelewa pale. Ndio yameangaziwa katika ukurasa huo wa 8. Katika ukurasa huu wa 8 gazeti la Taifa Leo anasema kwamba mapuuza ni hatari kwa haki na sheria. Anasema kwamba viongozi wamekuwa wakipuuza haki za binadamu. Nasema kwamba hayo haiwezi saidia wa Kenya waweze kuheshimu mahakama. Huo ni ukurasa wa 8. Taarifa ya kwanza wakisema kwamba nchi za Afrika ziungane kujiendeleza kiteknolojia. Nasema kwamba nchi za Afrika zisikuwa zinategemea nchi za nje, waweze kuungana ili kuona kwamba wananadhivisha teknolojia yao. Wanasema kwamba Muturi asalie msemaji wa Mlima Kenya, asifikirie kuwania urais 2022. Kumbuka kwamba speaker
bunge kuu la taifa Justin Muturi alitawazwa na rais katika uchaguzi mkuu. Wanasema kwamba ametawazwa na watu wa Mlima Kenya ili aweze kuwa msemaji wao. Sasa huku kuna Mkenya ambaye wanamlai kwamba asiweze kuwania urais kama 2022, lakini awe tu msemaji wa watu kutoka Mlima Kenya. Ukurasa wa 10 kama kawaida ni barua. Barua anasema kwamba NHIF igaramie matibabu ya wote bila ubaguzi wa kitabaka. Hiyo ni barua ya kwanza. Barua ya pili anasema kwamba BBI si swala la dharura kwa wakati huu kwetu. Ni barua ya pili. Ya tatu inasema kwamba serikali imarisha NHIF ili Wakenya zaidi wanufaike. Kwa hiyo ni ukurasa ya 3. Waliosimamia KCPE walipwe. Ni ukurasa wa 4, yani ni barua ya 4. Uhuru Ruto washirikiane tena. Ni barua ya 5 ambayo sidhani kama inaweza, lakini wanasema kwamba Uhuru na Ruto waweze kushirikiana tena. Katika barua ya mwisho wanasema kwamba ihakikishe NMS, shirika lile la Nairobi, jiji la Nairobi, ihakikishe kwamba jiji la Nairobi halina uvundo na taka. Katika ujumbe mfupi anasema kwamba maoni, naibu rais William Samoei Ruto ametangaza kuwa atahudhuria sherehe za tuliweza kuiangazia hiyo jana. Hiyo tuliangazia jana. Maadhimisho ya miaka 58 ya sikukuu ya Madaraka yalifanyika jana katika sherehe za kutaka shoka ama kukata shoka katika uwanja wa michezo wa Jomo Kenyatta kaunti ya Kisumu. Ulisherehekea sikukuu. Hayo ni yale ambayo ni maoni tu. Tukiingia katika ukurasa huu wa 11 ni lugha, kuna kauli ya Wala bin Wala. Tukiingia ukurasa wa 12 ni waandishi tu wa lugha tu ndio inazungumziwa, vyama vya Kiswahili ndio inazungumzia katika ukurasa huu pia. Ukurasa wa 13 pia ni lugha, pale ambapo nasema kwamba muungano baina ya nadharia na pamoja na utendaji katika mustakabali wa Kiswahili, ni lugha tu inazungumziwa. Ukurasa wa 14 kauli sisi wote, ni lugha tu bado inazungumziwa, pale ambapo nasema kwamba pata ufahamu kuhusu lugha, mila, mavazi na vyakula vya Wabajuni. Katika ukurasa wa 15 ukiwa ni ukurasa wa mwisho katika gazeti la Taifa Leo, wanasema kwamba ni Dimba au Sport. Pale ambapo wanasema kwamba Elevant Masa juu ligi ya KYSD katika kaunti ya Nairobi, huko wakisema kwamba timu za ligi kuu ndani ya 16 bora Betway Cup kuna katika kaunti ya wanasema kwamba vipuza vya Yejoina ya South Sudan sasa wafusu kushiriki Sekafa. Pokote wanasema kwamba wito soka ya vijana ifadhiliwe mitaani, huko wakisema kwamba Vihiga Queens yu jedwali la KWPL baada ya kuipunja Nakuru Queens FC. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu ukurasa huu wa nyuma ni Sport, pale ambapo unasema kwamba Brazil yatoa uandaaji wa Copa America kutoka kwa Argentina. Hayo tu ndio alikuwa ameangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Naam, asante sana. Ukurasa wa 14 hapa tunaangazia mengi tu. Tunapa zaidi ya vyama 1000 vimeweza kutuma ujumbe maombi ya kusajiliwa hapa nchini Kenya, ikilinganishwa na Tanzania kulikuwa na vyama 22, Uganda vyama 26, Kenya sasa hivi zaidi ya 1000 ambao imetuma ujumbe. Kwa hivyo tunaona kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 kidogo utakuwa ule umechacha zaidi. Na vile vile hapa ndo tunaangazia hicho. Kuna kisa ambacho mwenzangu hapa shangazia kwenye Taifa Leo, ambacho msichana mmoja aliweza kuuawa na mwili wake kutupa maeneo ya Orata. Mtoto huyu alikuwa anaitwa Chantel Nzembi, na sasa hivi wanapolisi wameanza uchunguzi kubaini kwamba wauaji ni akina nani. Manake mama mtoto alikuwa amepokea simu aina 2 zikihitaji kwamba apeane pesa taslimu 300,000. Kwa hivyo askari wameanza uchunguzi ili kubaini ama kupata ni watu wapi hapa waliweza kusababisha
kifo hichi. Ukurasa wa 16 hamna, ukurasa wa 17 ndo mwisho hapa tunaangazia maoni. Tunaona kwamba wewe mwenyewe unaonaje kwamba kulikuwa na extension of curfew by 60 days. 60 days hiyo ni miezi miwili. Na maoni yako ni yapi? Unaonaje curfew iendelezwe? Ni vyema hiyo curfew iliweza kuendelezwa ama maoni yako ni yapi? Kuna wale anasema kidogo hii si njia tu ya kuzuia ugonjwa wa COVID-19. Wanasema kidogo kuna njia nyingi, manake uchumi wa Kenya bado unaendelea kupungua. Na kuna wale ambao walikuwa nafanya biashara sana wakati kama ule umewekwa wa curfew. Kwa hivyo anasema kidogo serikali iweze kuzoea kwamba coronavirus ni ugonjwa ambao upo na bado utazidi kuwa. As much as kuna all those measures za kuzuia the spread of COVID-19, kuna wale wanasema kwamba kidogo tuzoee kuishi na ugonjwa huu, manake upo na hauishi anytime soon. Na vile vile kuna wale wanasema kwamba ni vyema ili iweze kuzuia kwamba kwa siku chache zilizopita kuna average of 15 deaths as a result of the COVID-19 related complications. Kwa hivyo anasema kuna wale anasema kwamba ni vizuri tu hiyo curfew iendelezwe kwa siku 60 ili kuweza kukaba ugonjwa wa COVID-19. Hayo tu kwenye gazeti la kwangu The Standard. Si yote ambayo tumeangazia kwenye magazeti haya. Kwa hivyo waweza pata gazeti la kwako uweze kujisomea zaidi. Kuna histori nyingi zaidi, ni zile tu tumechagua ambazo ni za kutufaidi sisi hapa hivi na wewe mtazamaji. Niite Edwin Mokaya hadi hapo kesho saa na wakati kama wa leo. Langu ni kukumbusha kwamba ukimbie pale YouTube tupate kupitia AGR News au Global Radio, like, subscribe ili kuweze kujijuza. Kumbuka kwamba mpango mzima wa Stereo Botaka unakujia muda mfupi tu ujao ili tuweze kuungana kwa pamoja, tuweze kusemezana. Na kumbuka kwamba kuna story yangu hivi leo ambayo tutaenda kuangazia. Edwin, sijui umri katika mahusiano. Maybe uko na miaka 30. Uoe mke ambaye ana miaka 60. Unaanzaje? Hata bila kumaliza tu unaanzaje? Najua mnaelewana, najua kuelewana mnaelewana. Kuelewana tu. Sijui hilo ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa sana, umri katika mahusiano. Kwa maoni yangu ni jambo la busara zaidi, manake huwezi niambia sasa hivi mimi nioe mwanamke mwenye miaka 60. Najua anasema kwamba umri ni siku tu, yani age numbers. Age ni namba. Yeah, ni namba, lakini kwa mahusiano kwangu mimi sasa unaanzaje? Ukioa mtu wa miaka tuseme 45. Guardian angel. Kwa hivyo sijui Unajua mapenzi ni jambo ambalo lina vituko vyake. Sasa kuna leo katika mpango mzima wa story yangu na kuna mwanadada ambaye anajihisi kwamba anafaa kutoka katika mahusiano ambayo alijiingiza mwenyewe. Anasema kwamba huyu bwana ama bwana yake kwa sasa alikuwa amemwambia kwamba ana umri wa miaka 30. Kumbe huyu ni mtu ana umri wa miaka 45. Hakuwa anajua kumbe jamaa ana ID 2. Alimlahai, kisha baadaye wakati wamezaa ndiye ameona kwamba kumbe huyu alikuwa mzee. Matarajio yake ni yapi? Alikuwa anadai awe mkubwa zaidi kwa bwanake. Unajua kuna ule umri ambao msichana ana miaka 24. Sasa yeye alikuwa anatarajia tu kama ana miaka 30 ni sawa. Sasa amepata kwamba amemzidi kwa umri. Kama kwa upande wangu unajua bwana ndiye kichwa, ndiye kuongoza familia. Kwa hivyo bwana akiwa na miaka hata zaidi ya ile yako maradufu, bado sioni ubaya. Ubaya unatokea kwamba mwanamke ni ana umri mkubwa kuliko. Sasa kama mwanamke, kama unasema mwanaume ana shida, mwanamke akiwa na umri mkubwa shida iko wapi? Shida mwanamke. Kitu ya kwanza, mwanamke akiwa na umri mkubwa, kwa kawaida kwa familia nyingi ukitizama, huyo mwanamke ndiye ataongoza hiyo familia. Mwanaume hautakuwa na la kwako pale. Penzi mtazamaji, tupatane katika mpango msimu wa Stereo Botaka. Kumbuka tutakuwa live YouTube, live Facebook tuweze kusungumzia swala hilo. La kwangu ni Fidel Moshoge, barikiwa. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji
kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei